kumbe tukifunga tunapata afya. Sasa namna gani ya mtu akapata afya? Unajua wataalamu wa afya wanasema ndizi ni dawa, tikiti ni dawa, kitunguu saumu ni dawa, tango ni dawa. Sawa, vinakuwa dawa vikiliwa vipi? Ili ndizi iwe dawa iliwe vipi? Ndio daktari atakwambia utakula ndizi 2 asubuhi kabla hujala kitu na ndizi 2 jioni kabla hujala kitu, hapo itakuwa dawa. Tikiti ni dawa, nile vipi? Wataalamu watakueleza. Lakini sio hivyo tu, Al-Qur'ani ni shifa. Qur'ani ni shifa. Ni shifa ikisomwa vipi? Ili iwe pozo kwa maradhi, iwe tiba, ikisomwa vipi? Sawa. Saumu tumeambiwa sumu tausuhu, fungeni mpate afya. Nifunge vipi ili nipate afya? Lazima ufuatilie kwa wataalamu. Sasa ndio maana nikasema huu mwezi sio wa maskhara jamani. Tunataka tukapate afya. Hiyo afya tutapateje? Je, tutapata afya kwa namna ipi? Kwa namna ambayo kweli tumefunga asubuhi, alafu jioni wakati wa kufuturu uji upo, chai ya maziwa, chai ya rangi, tende, ndizi, viazi mviringo, viazi utamu, ndizi, tambi, vikolokolo vyote Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufutiwa madhambi. Hivyo lazima tuupokee kwa adabu. Ni mwezi wa kufutiwa madhambi. Kuna maneno mawili lazima tuyajue namna ya kuyatofautisha. Kuna kufutiwa dhambi na kuna kusamehewa dhambi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tunaenda kufutiwa madhambi kama tutaudiriki vile inavyotakikana. Ukisamehewa kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu namna ambavyo ameweka mambo yake, unaweza ukasamehewa lakini ile dhambi isifutwe. Yaumul Qiyama ukaulizwa, ukaambiwa kuna 1, 2, 3 ulifanya mja wangu, lakini Mwenyezi Mungu akakwambia amekusamehe. Lakini kuna ile kusamehewa na kufutiwa kabisa, hilo jambo hutaulizwa. Maeneo mbalimbali ndiyo ambayo dua itaanza kutamba kutoka mwezi mosi wa mwezi wa Ramadhani mpaka tunapoelekea mwisho. Utakuta misikitini na wazee wetu kwa hikima wakaamua kutufundisha dua adhimu, wakatuambia misikitini tutasema shahadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun, hakika wewe Mwenyezi Mungu ni msamehevu. Tuhibbu afwa, Mwenyezi Mungu unapenda kusamehe. Fa'fu anna, tusamehe sisi. Ndio lugha tunaenda kuiongea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo mtu yote ambaye anatakikana kuomba msamaha, anahitaji kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, ni lazima afanye maandalizi ya namna ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na anasemaje? Man sama Ramadhana, mwenye kufunga Ramadhani, imana wa ikhtisaba, kwa imani na kwa kuwa anataraji, ghufira lahu, Mwenyezi Mungu msamehe ma qaddamat min dhambihi, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake yote, madhambi yake aliyoyafanya, madhambi yake aliyoyafanya, awe yanayajua awe hayajui, aliyafanya kwa bahati mbaya, aliyafanya kwa makusudi, aliyafanya kwa namna yoyote ile, basi Mwenyezi Mungu anasema atamsamehe. Man sama Ramadhana imana wa ikhtisaba, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na akiwa anataraji ikhtisaba, atasamehewa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammad
abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhilahu ala dini kullihi walau karaha almushrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa nafsi awwala bitaqullaha ta'ala wa ta'atihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyami kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Baada ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za kheri si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Ijumaa ya mwisho mwezi Shaaban, tukiwa tunaelekea kukutana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allahumma barighna fi shahri Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni ndugu zangu Waislamu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Hutuba yetu ya leo itazungumzia kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Yepi maandalizi ya mtu katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani ni jambo kubwa sana, ni jambo adhimu ambalo kila mtu anatakiwa ajue. Tunaliendea jambo kubwa, tunaliendea jambo ambalo kila mmoja ajue si jambo dogo, ni jambo kubwa haswa. Na laiti kama tutalichukua kimzaamzaa, tukalichukua kwamba ni jambo la kawaida, tukalichukua kwamba ni jambo tu la kawaida lenye kupita tu kama zinavyopitaga Ramadhani zingine, basi tutakuwa wenye kufanya makosa makubwa. Ni lazima tukubaliane kwamba mwezi mtukufu ni mwezi wa pekee, ni mwezi adhimu. Ama kwa nini ni jambo kubwa na kwa nini tunaitakidi kwamba ni mwezi ambao unahitaji maandalizi? Ni kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeshuka Qur'ani, ni mwezi ambao umeshuka Qur'ani kutoka lauhi mahfudh, imeshuka na kusogea mpaka samaa dunia. Baada ya hapo kutoka pale kuja kwetu kwa kupitia kwa Jibrili alayhi salatu wassalam kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa yenye kushuka kidogo kidogo, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'ani hudan linnasi wa bainati min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani, shahru ramadhani unzila fihi alqur'ani, ni mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'ani ambayo ndiyo mwongozo wetu, Qur'ani ambayo ndiyo katiba yetu sisi Waislamu, Qur'ani ndiyo ambayo ikatutoa kwenye kiza na kutupeleka katika nuru. Leo hii tunachoishi, namna tunavyoishi, namna tunavyoendesha ibada zetu, ni kwa sababu tu Qur'ani ilishuka, na ilishuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufutiwa madhambi, hivyo lazima tuupokee kwa adabu. Ni mwezi wa kufutiwa madhambi. Kuna maneno mawili lazima tuyajue namna ya kuyatofautisha. Kuna kufutiwa dhambi na kuna kusamehewa dhambi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tunaenda kufutiwa madhambi kama tutaudiriki vile inavyotakikana. Ukisamehewa kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu, namna ambavyo ameweka mambo yake, unaweza ukasamehewa lakini ile dhambi isifutwe. Yaumul Qiyama ukaulizwa, ukaambiwa kuna 1, 2, 3 ulifanya mja wangu, lakini Mwenyezi Mungu akakwambia amekusamehe. Lakini kuna ile kusamehewa na kufutiwa kabisa, hilo jambo hutaulizwa. Basi liko adhimu zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, pale ambapo mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha tuseme Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim.
na dua hii inakuwa ni adhimu sana katika misikiti yetu. Maeneo mbalimbali ndiyo ambayo dua itaanza kutamba kutoka mwezi mosi wa mwezi wa Ramadhani mpaka tunapoelekea mwisho. Utakuta misikitini, na wazee wetu kwa hikima wakaamua kutufundisha dua adhimu, wakatuambia misikitini tutasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun, hakika wewe Mwenyezi Mungu ni msamehevu. Tuhibbul afwa, Mwenyezi Mungu unapenda kusamehe. Fa'fu anna, tusamehe sisi. Ndio lugha tunayoenda kuiongea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo mtu yote ambaye anatakikana kuomba msamaha, anahitaji kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, ni lazima afanye maandalizi ya namna ya kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumtaka msamaha. Alhadithi, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema man sama Ramadhana, mwenye kufunga Ramadhani, imana wa ikhtisaba, kwa imani na kwa kuwa anataraji, hufira lahu, Mwenyezi Mungu msamehe, ma qaddamat min dhambihi, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake yote, madhambi yake aliyoyafanya, madhambi yake aliyoyafanya, awe yanayajua awe hayajui, aliyafanya kwa bahati mbaya, aliyafanya kwa makusudi, aliyafanya kwa namna yoyote ile, basi Mwenyezi Mungu anasema atamsamehe. Man sama Ramadhana imana wa ikhtisaba, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na akiwa anataraji ikhtisaba, atasamehewa madhambi yake. Hivyo basi ndio maana tunasema tujiandae, kwa sababu tunaingia kwenye jambo kubwa la kwenda sasa kumwomba Mwenyezi Mungu atusamehe, la kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu atufutie madhambi yetu, la kwenda kuongea na Mwenyezi Mungu katika yale ambayo tumeyafanya katika miezi iliyopita 11. Basi tunatakikana tuwe wepesi wa kujiandaa vizuri na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wake Allah tabaraka wa taala. Funga ya mwezi wa Ramadhani, thawabu za mwezi wa Ramadhani, malipo ya mwezi wa Ramadhani ya saumu, tunaliendea jambo kubwa. Basi katika amali zingine zote ilikuwa mja akifanya, malaika wanamuuliza Mwenyezi Mungu, huyu bwana katoa zaka, tuandikeje? Naandika. Kwa hiyo walipewa ilmu ya namna ya kuandika hizi amali, wakapewa ilmu ya kuandika kila matendo tunayoyafanya. Huyu kamsaidia mwenzie, kamfanyia ihsani. Lakini lilipokuja swala la mwezi wa Ramadhani, siku ya kwanza mja kafunga, malaika wanamuuliza, ya Rabbi, sasa huyu kafunga, ndio kwa mara ya kwanza wameanza kufunga hawa, je, tuandikeje? Tumwandikieje huyu? Mwenyezi Mungu akamwambia, usiandike kitu, acha hivyo hivyo, hiyo saumu ni yangu mimi, saumu ni yangu mimi, na mimi ndiyo nitakayelipa. Anasema Mwenyezi Mungu, asaumu lihi wa ana ajiza bihi wa ana ajizi bihi, mimi ndiyo ambaye nitakayelipa saumu. Saumu ni yangu mimi, mimi ndo nitakayelipa. Hivyo basi kwa jambo la namna hili ni kubwa. Mfano wake, wewe umefanya kazi, umekutana na wenzio, mmefanya kazi, katika kulipwa jioni ile mtu kapewa pesa, yule ambaye ndo analipa, fulani bin fulani, unaenda analipa, fulani bin fulani anakulipa, fulani bin fulani anakulipa. Wewe umefika pale ukasema jina langu halijatajwa, wakasema hapa kwenye orodha alipo, ngoja tumpigie bosi. Kumpigia bosi akasema, mimi huyo ndo nitakayemlipa mimi, huyo mimi ndo mlipa mimi. Hivi unafikiri katika malipo ya kawaida itakuwa ya kawaida na wale wengine? Katika hali ya kibinadamu malipo hayawezi kawa sawa. Lazima mtu utaingia furaha, naenda kulipwa na bosi, tena naenda kulipwa ofisini, 1 2 3. Kuna uwezekano ukakaa pale akaukaribisha kahawa, akakwambia bwana umefanya kazi vizuri, akakulipa. Basi kwa sababu tunaliendea jambo la namna hii, ni lazima panahitajika tuwe tuna maandalizi
ya hapa na pale ya kuhakikisha tunaenda kupokea jambo kubwa sana la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu barighna shahru Ramadhani, tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana insha Allah Ijumaa ijayo kama leo khatibu atakapopanda hapa atakuwa amepanda akiwa watu wapo katika saumu zao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe katika saumu ya Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi adhimu, ni mwezi ambao milango yote ya pepo inafunguliwa na milango yote ya moto inafungwa. Milango yote ya pepo inafunguliwa na milango yote ya moto inafungwa. Halikadhalika mashaitani wote wanatiwa minyololo na kufungiwa ili tuache sisi tufanye ibada. Jamani, mpaka hapo tujagundua tu kwamba jambo hili linataka maandalizi, jambo hili linahitaji mikakati, jambo hili linahitaji mipango, sio jambo la kuendea tu hivi hivi. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuliendea mwezi wa Ramadhani sio jambo la kuliendea hivi hivi. Ndio maana tukaandaa hotuba yetu tunazungumzia namna ya kujiandaa. Namna ya kujiandaa. Jambo la kwanza la kujiandaa, sharti mtu ajiandae kiakili. Tunasema kisaikolojia. Ajiandae kwamba unaokuja ni mwezi wa Ramadhani. Atengeneze akili yake. Akili yake aiweke sawa. Aiweke akili yake kwamba sasa tunaenda kupokea jambo adhimu. Aiweke akili yake sasa tunaenda kufunga. Sio jana mwezi umeandama, wewe huna habari, ulikuwa na mambo yako tu. Asubuhi unaamka ndo unaambiwa pale na majirani, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bwana ongela kwa saumu bwana. Saumu mwezi kumbe uliandama jana hapana. Kuanzia siku ya leo mtu aiseti akili yake, mindset ijue kabisa tunaliendea jambo adhimu, tunaliendea jambo la kufunga. Akae mwenye kuuliza, awai misikitini, awaulize mashekhe, hivi mambo gani nikifanya saumu yangu itatenguka? Mambo gani yatanifanya saumu yangu izidi kuwa kubwa? Mambo yangu iko hivi na hivi. Aulize mambo chungu mzima, akili yake inazidi kukaa sawa kuhusu saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia aweke malengo yako. Jambo lolote lina malengo, lazima uweke malengo. Kama wewe kila mwaka unalima una malengo, yani wewe ikifika muda wa kulima unabeba jembe unalima, ikifika muda wa kuvuna unavuna, haufanyi tathmini ya mazao yako mwaka jana na mwaka huu ilikuweje. Lazima ufanye tathmini. Hivi mwaka huu naiendea saumu ya Ramadhani, naiendea mwaka jana vitu gani vilinikwamisha, mwaka huu niongeze nini? Mwaka jana tarawehe nilifanikiwa kuswali kwa kiwango gani, mwaka huu niongeze vipi? Mwaka jana tahajjudi niliswali vipi, mwaka huu niziongeze vipi? Hivi ndivyo ambavyo mtu anatakiwa aweke malengo mbali kuhusu saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lazima uweke mipango mikakati. Sasa mipango hiyo, lazima malengo hayo, kwanza lengo la kwanza kabisa la kuweka, Mwenyezi Mungu ashatuwekea. Lengo la kwanza kabisa Mwenyezi Mungu ametuwekea. Lengo gani? Akasema la'allakum tattakun, ili muwe wacha Mungu. Akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Mmefaradhishwa kufunga nyinyi kama walivyofaradhishwa waliokuwepo kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe wacha Mungu. Sasa ucha Mungu hauwezi kupatikana kwa kukurupuka tu mambo. Yaani imefika tu mwezi wa Ramadhani, umeamka asubuhi, unachana nywele, unapaka mafuta, mkeo anakuambia leo Ramadhani umefunga? Leo Ramadhani nimefunga bwana. Ndio kufunga gani sasa huko? Kufunga kunataka maandalizi. Umeshasema Mwenyezi Mungu ametaka tuwe wacha Mungu, ni lazima tuandae mazingira ya sisi kuwa wacha Mungu. Uje kwa mashekhe uulize, sasa ili mtu awe mcha Mungu aweje? Ili tufikie malengo ya ucha Mungu ndio umefunga, kwa sababu kufunga sio kushindana njaa tu kutokula kutoka asubuhi mpaka jioni. Kuna mambo yanayoambatana na funga, na hayo yanabeba 80% ya funga yako. Kutokulwa na kunywa kunabeba 20% tu ya funga yako.
Mengine kama kusengenya, kufanya ibada, kujiepusha na yasiyofaa, haya yanabeba 80%, ndio utakuwa mcha Mungu. Sasa unakuwaje mcha Mungu bila kujua vigezo? Ili mtu awe mcha Mungu afanye nini? La sivyo isije ikajikuta somo ya Ramadhani imeisha alafu sisi bado hatujawa wacha Mungu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hayati wa dhikril hakim. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahal azim wa lisa'ilil mu'minin wal mu'minat ud'u rabbakum tadarruan wa khufratan. Alhamdulillah hamdan kathira kama amala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu irghama liman ja'ada bihi wa kafara wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi awwala bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni ndugu zangu Waislamu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, tupo katika maandalizi ya kuandaa nini uandae kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini uandae kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Katika haya tumeona lengo la kwanza la kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeona lengo la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuwekea, amesema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na lazima ujue vitu gani vya kuwa mcha Mungu. Ili uwe katika ucha Mungu inabidi vitu gani uweze kuifuata. Lakini pili, katika malengo yako lazima uwe na malengo ya kiafya. Malengo ya kiafya ni lazima yanatakikana. Alhadith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, sumu tausuhu, fungeni mpate afya. Kumbe tukifunga tunapata afya. Sasa namna gani ya mtu akapata afya? Unajua wataalamu wa afya wanasema ndizi ni dawa, tikiti ni dawa, kitunguu saumu ni dawa, tango ni dawa. Sawa, vinakuwa dawa vikiliwa vipi? Ili ndizi iwe dawa iliwe vipi? Ndio daktari atakwambia utakula ndizi 2 asubuhi kabla hujala kitu na ndizi 2 jioni kabla hujala kitu, hapo itakuwa dawa. Tikiti ni dawa, nile vipi? Wataalamu watakueleza. Lakini sio hivyo tu, Al-Qur'ani ni shifa. Qur'ani ni shifa. Ni shifa ikisomwa vipi? Ili iwe pozo kwa maradhi, iwe tiba, ikisomwa vipi? Sawa. Saumu tumeambiwa sumu tausuhu, fungeni mpate afya. Nifunge vipi ili nipate afya? Lazima ufuatilie kwa wataalamu. Sasa ndio maana nikasema huu mwezi sio maskhara jamani. Tunataka tukapate afya. Hiyo afya tutapateje? Je, tutapata afya kwa namna ipi? Kwa namna ambayo kweli tumefunga asubuhi, alafu jioni wakati wa kufuturu uji upo, chai ya maziwa, chai ya rangi, tende, ndizi, viazi mviringo, viazi utamu, ndizi, tambi, vikolokolo, vyote unakula vyote wewe mpaka kuswali magharibi kunapita, isha nayo inakupita umelala, sumu tausuhu? Hapana, tutamuonea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima umuone daktari. Tena hapa tunasema kabisa watu wajiandae wao wenye kutengeneza uji. Uji sasa hivi tumeshaambiwa na wataalamu ni wadona. Kwa hiyo rudi nyumbani, ndio maandalizi haya. Kaandae uji wako wa dona, andaa na tetele zile ziweke, alafu unapofuturu kunywa uji ule kwa kiasi kidogo tu. Kula na vitu, punguza vitu vya wanga kubwa, weka vya wanga kidogo. Haya ndo maandalizi jamani, ili tupate afya. Ukishakula kidogo ufanye ibada kwa wingi, uamke saa 9 usiku upate daku. Daku yenyewe iwe kitu ambacho kirahisi tu, kama ni mkate
silesi ya mkate na maziwa au kokwa za tende na maji kidogo. Sasa kama itakuwa ukifuturu umefuturu hayo makorokoro yote niliyoyataja hapo na maji ukaleta mwishoni ukamalizia na Pepsi ndani ukanywa, saa 2 umerudi kuswali ukapakua tena wali na njugu mawe ukala, ukalala, saa 9 usiku ukasonga ugali wako ukala, ukashushia na viazi utamu ukanywa na maji. Jamani, hapa sio funga hiyo tunaotaka afya. Sumu tausuhu ni lazima tukaone na wataalamu. Wale wagonjwa wa kisukari wamuulize mimi nifunge vipi, wagonjwa wa pressure madaktari waseme. Tunaenda katika jambo kubwa. Baada hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulia baraka katika saumu zetu. Kwa hiyo saumu sio malengo tu ya kupata kuwa wacha Mungu, malengo yanakuwa yawe mengi. Hilo ni lengo la pili kutoka lile tupangia Mwenyezi Mungu sisi tukaseti la afya. Lakini lengo lingine la kielimu, lazima uweke elimu. Mimi nasoma mwezi huu mtukufu. Kuna watu wengi hapa tukisimama pale waseme atahiyatu kutoka mwanzo mpaka mwisho tutapata 15, hata 10 wanaweza wasifike. Basi wewe jiwekee malengo, wala usione haya. Wewe kama unaona haya, sisi wenzio njoo hapa, tuna walimu utatukuta tunasoma. Tumekunja goti tunasoma, tunaendelea kusoma. Sasa kama mimi niliyesimama hapa, wewe unanisikiliza nimetia malengo ya kusoma mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe ni nani wa kutosoma? Lazima uweke malengo katika kusoma. Unataka kusoma usome nini? Lakini sio hivyo, weka malengo ya Qur'an. Muislamu yoyote ni sharti, naombeni tuelewane, ni sharti ajue, yani huyu Muislamu wa mwisho awe anaweza kusoma sura 10 bila kuangalia kwenye masafu, ahifadhi sura 10. Huyo ndo Muislamu wa mwanzo, huyo ndo tunayemhesabia. Sasa kuna mwenzangu na mimi hapa anaweza kasoma Fatiha tena anaikoroga, alafu anakulu Allahu yake moja, basi hana shida, hataki kusoma. Sura ziko 114, yeye anayo moja tu. Sasa tumesema Muislamu wa mwisho awe ana sura 10 kahifadhi. Hata kule mashuleni tunavyofundishwa elimu ya dini ya Kiislamu, tunavyofundisha wanafunzi, muktasari unasema, curriculum ya dini ya Kiislamu inasema mwanafunzi wa darasa la 4, mwanafunzi yeyote awe anaweza kusoma sura 10. Huyo ndo ameanzia hapo. Sasa mimi na wewe jiulize, unaweza tukishika sisi juzuu, wewe utusomee sura 10 zinafika? Ukiona hazifiki, basi mwezi huu weka nia kwamba sio 10 tu, hata zaidi mimi nitakuwa nazisoma. Kila mmoja aweke nia ya kujifunza Qur'an. Mimi ninayeongea hapa nimetia nia kwamba sura fulani na sura fulani ni lazima tahakikisha hizi na zihifadhi zote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo na wewe weka nia ya kuhifadhi sura hizo mbali ambazo utakuwa unaweza ukazisoma. Ama malengo mengine unaotakiwa kuweka ni kuswali tarawih. Weka malengo ya kuswali tarawih, iwe msikitini iwe nyumbani. Swali kila siku tarawih, kwa sababu tarawih inapatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake, haipatikaniki miezi mingine iliyokuepo. Lakini la mwisho kasoro moja katika niliyoandaa, yapo mengi, mimi nimechagua machache tu. Ya mwisho kasoro moja, adhkar. Tengeneza dhikiri yako, tengeneza uradi ambao huwa utadumu nao kwa siku. Utasema mimi nitasema mara 100 au mara 300. Kila mmoja hakikisha anatafuta nyenzo ya kufanya huo uradi. Utafanya kwa vidole wewe, utanunua misibaha hizi za shanga wewe, utanunua digital wewe. Sema mimi mwezi huu mpaka unaisha huu, aise, nimechagua adhkari hii, nimechagua uradi huu wa kusoma. Sasa ziko nyingi sana. Mimi nataka nipite kwa kauli ya Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikuchagulie adhkari, nikuchagulie uradi, nikuchagulie maneno mazuri ya kusema. Haya tukiyasema wote mwezi wa Ramadhani, la'allakum taktakuni, wote tutakuwa wacha Mungu. Anasema Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala nisani thaqilatani fil mizani habibatani illa arrahman. Kalimatani, maneno mawili haya, khafifatani ala nisani, ni mepesi sana katika ulimi, thaqilatani fil mizani, ni mazito sana katika mizani, habibatani illa arrahman, anayapenda sana Mwenyezi Mungu. Maneno yayo ni subhanallahi razim, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah. Ona
maneno yalivyokuwa mepesi. Maneno haya laiti kama nikaja kuyasema hapa ni hutuba hata 3 zitaisha, sijamaliza uzito wa maneno haya. Maneno haya ni istighfari, maneno haya yanamtukuza Mwenyezi Mungu, maneno haya yanakuinua daraja. Maneno haya atakayeyasema malaika hawaandiki kwenye madaftari, wanaenda kumwambia Mwenyezi Mungu, mja wako kasema maneno haya, mlipaji ni Allah tabaraka wa taala yaumal qiyama. Je, upendi wewe ulipo yaumal qiyama? Na hakuna jambo litakalowaokoa watu wengi yaumal qiyama kama dhikri lillah, kama kumdhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Maneno mepesi tu. Umeyasahau nilivyosema hapa? Tukitoka nje nifuate. Hata umeweza nipigie simu na kuandikia kwenye message, ndo kazi zetu hizo. Umeshindwa, njoo uone mashekhe safu ya mbele, wote hao mashekhe hao wanakuandikia, safu ya pili, safu ya tatu, mpaka mwisho kule watu wanakuandikia. Je, tutashindwa kuyasema haya maneno tukaacha mambo mengine yote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yenye laghawi, yenye upuuzi? Sisi tuko watu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdika, astaghfirullah. Haya ni maneno mepesi sana. Alitokea mtu mmoja akamuuliza, ya Rasulullah, mimi mambo yangu yamekuwa magumu, mambo yangu mimi haeleweki, niseme maneno gani Mwenyezi Mungu atanipokea? Umar alikuwa pembeni, akasogea pale pale asikilize Mtume Muhammad atasemaje. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, qalu, sema subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdik, astaghfirullah. Maneno haya ni matatu tu, lakini yaliyotajwa ni mawili. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, unaongeza na astaghfirullah, kwa sababu ni mwezi wa kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lengo la tatu ambalo mimi na wewe lazima tuliweke ni kuacha. Nini unaacha? Yani tabia ambazo unazifanya unajua kabisa hizi Mwenyezi Mungu anakasirika, lakini bado unazo. Sio wewe tu, hata mimi naweza nikawa nazo. Sasa zidiliti, panga kwamba baada ya mwezi wa Ramadhani hii tabia naacha. Tabia ziko nyingi. Moja ya tabia, azana inaita Allahu akbar, Allahu akbar, wewe unaendelea na mambo yako. Panga kuacha. Lakini kama una katabia fulani hivi ambako labda mwezi huu umeshampa nauli mwanamke unaishi naye kwamba nenda bwana, Ramadhani ikisha urudi, safari asirudi yeye, panga kumfuata kwenda kulipa mali, unavorudi unarudi naye akiwa mkeo. Panga na hilo la kuweka. Lakini hapo mengi chungu zima ambao tunatakiwa tuwe wenye kuyafuta. Allahumma barikhna shahru Ramadhan. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunamwomba Mwenyezi Mungu si tu atufikishe, akazipokea amali zetu na tuwe wenye kupokelewa katika amali zilizokuwa bora. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kumalizia, ni mwezi wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya sio maneno yangu kama nikiwa nikisema mara nyingi. Mwenyezi Mungu anasema, inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabi rahma wa shafi'i umma hadada ma ahata bihi ilmuka wa sahu kitabuka wa dhamma wala alihi wa ashabihi wa man nasarahu fi kulli muhimma hususan min durasil al-hariq amir al-mu'minin sayyiduna Abu Bakr bin Siddiq wa amir al-mu'minin sayyiduna Hafs Umar bin Khattab wa amir al-mu'minin sayyiduna Uthman bin Khaffan wa amir al-mu'minin sayyiduna Ali bin Abi Talib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.